intend to leave a document that will have nilioshwa na Dave na alikuwa anajaza mpaka na laptop yangu, lakini unakaa kuona lakini sasa nilichanuka yes over what sasa unajua channel ipo inaitwa kwani everybody watu wangu mkoaje? Mimi niko fiti, hapa ni BCTV, langu jina ni MCBC. By the way, leo nimewafanyia ile kitu mmekuwa mkimuulizia sana, mmekuwa mkisema ako wapi. Okay, he is my friend, ni rafiki yangu sana, ni mtu ambaye I admire his moves. By the way, ni mtu ambaye nitasema he is kind of my mentor because nafuata steps zake. By the way, ametoka far na ni mtu anapendwa na watu. By the way, najua mnampenda pia, ni vile hamtaki kusema. So today in the house tuko na kiongozi. Kumbuka tuko the other side, show inaitwa the other side, na tuko na kiongozi hapa ambaye mmekuwa mkimuitisha sana. Comrades, nimewafikia leo. We have His Excellency, sijui nimuita His Excellency ama Honorable Dominic Sifuna. Yes, vipi bwana? Poa sana. Niko poa sana kabisa. Sasa sijui wewe. Niko poa. Mimi nashukuru. Naam. Mwenyezi Mungu. Naam. Kwa sababu kila wakati sema kwamba ni Mungu anatuwezesha. Long time. Yes, long time. Last time we met ilikuwa time ulikuwa hata before campaigns. Yeah, sure. Ilikuwa kitambo. Ilikuwa muda. Sijui tulipatana wapi. Ilikuwa Naivas. Hiyo side ya Naivas huko. Ilikuwa kitambo by the way. Yes. Anyway, how is life sasa hapo nje? Life is life is dynamic. You can't say life is good or bad. Yeah. Kuna siku hazifanani. Yeah. You find one day mambo yako hivi, siku nyingine unapata things have shifted. Yeah. But regardless we keep on pushing, keep on moving. Tukisonga mbele kwa sababu wajua ni wewe mwenyewe ambao unajua ni wapi ambapo umetoka. So that can keep you going day by day. Yeah. Regardless of hizo changamoto ambazo tunapatana nazo kila siku. Yeah. Yes. But I never got time to talk with you. Yes. How did you feel ile time you were thrown, like uliambiwa sasa wewe ndio kiongozi? How was the feeling? I felt great. Yeah. Remember, this was a very stiff competition. Of course. From the community pale. You know, sisi tulikuwa saba bwana. Yeah. Kwanza nyinyi mlikuwa mmegawanyika. Unajua mambo ya watu wa Western. Yes, ili kitu ambayo kila mtu alikuwa anajaribu. Yeah. From there to the coalitions zilikuwa tatu. Pia it was very stiff. Because stiff. Tukafanya rera at some point. So I felt good. Yeah. Sababu nilihisi ya kwamba ile matumaini na ile plan ambayo nilikuwa nayo, nilihisi ya kwamba I have now finally gotten an opportunity that I was actually looking for. Yeah. Sasa nikahisi ya kwamba nimeipata, and it was a great feeling. To win is great, but to lose, you know, man, to lose now ingekuwa mbaya. When you lose, I usually say in politics, when you lose, it is better you heal immediately. Yeah. Because it's you to choose when you want to heal. You either choose immediately ama pia songe hivyo kwa. Dominic Sifuna, nikuulize, what's one lesson that you learned kwa hizo politics? Ni lesson gani yenye ulitoa kwa hizo politics? Because I know kwa hizo politics kuna mtu mlikuwa marafiki, but due to those politics maybe today tamuonge ama maybe alikuchukia, unaona? Ni lesson gani yenye ulijifunza kutoka kwa hizo? Wazee kwa siasa zetu za pwani pale. Maybe campus politics. Yeah. Kitu cha kwanza, greatest thing. There is no enmity in politics. Yeah, and of course. Politics is unpredictable. Sababu you do not know the outcome. Yeah. Halafu unaweza sema ya kwamba labda unajua kuna vile watu tulikuwa tumejipanga.
Hii nitakwambia bwana. Kuna vile watu walikuwa wamejipanga camps tofauti. Huyu amejipanga na huyu amepanga lineup yake kidogo. Huyu mwingine pia amepanga anataka kuwa rais. Amepanga lineup yake, but at the end of the day tulikuja tukawa mix up. Wewe ulikuwa na camp yako kidogo, sasa unapata tena sio huyo. Sio huyo. You have just to work with this person. Actually hata watu wenye nilikuwa nadhani hata hawakuwa kwa hizo ni hata coalition haikuwasimamisha. Kwa nini community yao haikuwasimamisha? But you know, we looked at the coalition and the task that was ahead of us. We did not form the government out of convenience. We formed it out of deliberate commitment that we wanted to achieve as a government ambayo tulikuwa tunaenda kuwa form. So it wasn't out of convenience or kuchaguana vile tulikuwa tungejipanga. Looked at the task and then we had to restructure again. Na ndio tukatengeneza sasa serikali. Yes. Kwa serikali maybe iko tu sawa sasa hivi. Serikali iko imara. Iko imara. Iko imara kabisa. Now, thank you sana Honorable Dominic Sifuna. Now, show inaitwa The Other Side. Now, sijui kama uko ready tuingie the other side? Nilifikiri tuko the other side kwa sababu show ilikuwa imeanza. Show ilikuwa imeanza, tulikuwa tunafanya my introduction nini. So the other side. Allow me to give kwanza salamu za kwa sababu we've spoken with them. They know I'm here. Mungu amesema ni wapatie salamu. Na all the students pia wamesalimiwa sana na the Kusa executives. Yes. Okay, now tushaingia the other side. Now sasa Sifuna sasa. Comrades wako pale. Yes. Na wameuliza maswali. Wameniuliza there is this slogan yenye unatumia. Yes. Ile ya taking action. Taking action, getting results. Wameuliza kwamba okay, taking action, getting results. Yes. Okay, after taking actions, wanauliza where are the results? Ama ziko on the way. Sasa swali mzuri sana. Kabisa. Taking action, getting results. Nataka nikwambie ya kwamba this is something that has carried me. Honestly speaking. I'll factually tell you. See. Ya kwamba action result. Ni kitu ambacho mimi wajua watu wanasema huyu ni mchungaji. Wajua mimi ni msomi mzuri. I've done theology. Mimi ni msomi mzuri wa Biblia. Na katika hiyo safari ya Kristo I came to learn from the Bible itself. Ya kwamba faith without action. It's dead. Wakati nilikuwa natafakari hilo neno. Nikakuja nikapata another understanding ya kwamba your mindset, you have to have a mindset of whatever you are as a person, like where you are coming from, where you are going. You need to have a clear picture of where you're coming and where you're going. So you must picture your tomorrow. You see? I see. Kama hujaona kesho yako clearly, basi kuna shida. Hata haimaanishi ya kwamba your life has to be good or the best life. Unaweza kuwa labda maisha yako kiwango kile ambacho ni cha chini kabisa. Ama kuna mahali hauna hata step moja. But ile kesho unaionaje wewe? Unanielewa lakini? The way I see myself as a big podcaster, a big YouTuber. Of course. Hivyo sasa. Unaona vipi? Unaweza kuwa hapa, maybe you are in 2 rooms, una operate within 2 rooms. Lakini okay, that is not a matter. Kesho wewe unaiona vipi? Kama ubini. Sasa unanielewa lakini. That is the thing. Sasa nikawa nimepata that ufunuo ikanijia mimi. Wakati ambapo nilikuwa mahali, nilikuwa I was hustling very deeply ambayo sitaisema hapa. So wakati nilipata that revelation, nikaketi chini nikaanza kujipanga. Nikasema kesho mimi kuna vile naiona. Nikasema ndipo niweza kufikia hiyo kesho. Hapa I have to do something. Kwa sababu bila doing something hiyo kesho basi itabaki ndoto. That is where I began speaking to myself, criticizing myself. That Sifuna, in as much as you may have big dreams and ambitions, if you are not doing something to reach there, you're not going to reach there.
Yes. That is where I developed the slogan of taking action, getting results. Yeah. Tukaja nikaangalia siasa zangu za Pwani. Yeah. It took me from, we were 7 of us. I told you that, right? Yeah, yeah. From the 7, action, it is what brought the result. Yeah. Kufika kula endorsement. So, wakati unaona, ndio naona nikiwa rais. Nataka nikuwe endorsed. Si nimeona. Ushaona. Sasa nafanya nini? You have to act. You have to act. Yeah. So what action are you taking? Yes. Sasa hiyo ndio ilini motivate na ikawa inanibeba. Yeah. Najua nikitaka kufanya kitu sitaongea na niwache. Lazima nitaongea na nijue what procedure ambayo sasa nitafanya. Yeah. Nitaenda vipi until I now maneuver around and get to where I want. Yeah. That is it. Nimeona kuna mtu nilikuwa namwambia, yes, you have leadership qualities in you, because ukiona mtu, watu wa siasa, unajua watu wa siasa ni kama watu wa media. Watu wa siasa wanakaanga hivi na watu wa media. Watu wa siasa every day anatokea kwa media, but previous I'm sorry to say, but tulikuwa na leaders wenye ukimuonesha kamera ameepa, amekimbia. Ukimwambia ingia hapa amekimbia, but wewe uko sawa. So then taking action, kuna zile promises ambazo you made. Na I'm sorry to say this because najua maybe naweza haribia wenye wanataka kuingia next year. But kuna zile promises watu wamekuwa leaders wakisema. For example, hii nilipata ikisema Misufini route is my priority. Hiyo ni kitu nilipata. Ni kama ni campaign ni kama inatumika. Okay, kuna zile promises ulisema. Have you started fulfilling them ama you are planning how? The plan. Sasa taking action, getting results. And for one Pwani, all of us. That is how I picture the government that I am the head. Yeah. Sasa nataka nikuambie kitu kidogo. Yeah. Sababu we did our elections in April. Yeah. Na after pale students wakaenda on recess. The school has been on recess. Yeah. So all the work that we've been doing here, we have been doing over the phone. Kazi nyingi. Kwa sababu I was also on attachment as a student and all the other colleagues ambao tunafanya nao kazi. So we've tried to work and deliver on the critical issues that students wanted to be checked into. Yeah. Number one, many students missed on exams. You know that? Yeah. So when many students missed on exams, we went to the registrar. We were having a discussion. He's a great man. Yeah. So we were having a discussion. We say, hey, registrar, watu wamefukuzwa mtihani wote. There are very many of them. Yeah. Can we find a remedy? What do we do? So you go with a proposal, of course. Yeah. So it was a proposal. Ya kwamba hawa watu, let us give them time. Kwa sababu we have a lot of the third year students of education who are coming back to do the exams in August. So can we find a way where these people can also be given an opportunity so that they are given time? Mtu kama kwa ameweza kulipa fee, alipe. Alafu mwezi wa 8 aje afanye mtihani. Si ndio? So it was a conversation. Ikaanza, inasonga polepole. So tunaongea. Baadaye it was approved by the university senate. Wakaja hawa students wa third year ambao walikuwa wanafanya education walienda on attachment. Hawa students walikuwa wanasema watatoka late. Kwa hivyo wanataka waongezewe badala ya tarehe 3 waanze mtihani tarehe 10. Si ndio? Sasa hiyo si wanataka, si wanaona hivyo. Sasa action ya hapa. Sasa tukaanza tena consultation. Tunapiga simu, tunajaribu kuangalia ndani, tunapush. Simu tunaongea, we push our agenda. And the administration had us. Wakakaa mikutano kadhaa, but kuna watu walitaka ifanyike overnight. But I was telling them just be calm. We're working on that. Mtihani zitafungeshwa. Si wanaendelea sasa. They are finishing on Friday. Yes. So those are the I can say those are the main two things ambazo zimekuwa because shule imekuwa on recess. Those are the two main things. On the manifesto ambayo hii team
spearheaded by Sifuna. Yeah. Tuliuzia wanafunzi. Ni kwamba we wanted to sell our clear work plan. You see? Yeah. We sold the work plan and it was bought. Now it is time to implement. Yeah. Lakini hii plan haiwezi kuwa implemented mara moja hivyo. Yeah. Na ikiwa it is hata shule iko on recess. Ni lazima shule ikiwa on session. Yeah. Ndio sasa we can access even the administration on full. Kwa sababu unaweza fika pale pata mwingine ameenda leave kidogo. It's also their time to. Yeah. But when they come back because of course all the serious issues zimekuwa handled. There is no serious issue ambayo iko pending. Do you think the comrades wanakupea pressure time wanakuuliza you have not done this, you have not done this? No, that is not pressure. Bro, if something is genuine na mtu anakuambia kweli sina timetable ya mtihani. That's not pressure. Hiyo ni mtu kweli ni haki yake apate timetable. Kwa hivyo it is my mandate. Include timetable, hata nilikuwa nimesahau timetable, kuna issue ya kurelease mtihani. You know the reason nimeuliza hivyo because yes. Kuna watu wanaingia pale kwa leadership. Yes. Unajua kuna mtu anaweza kuwa ameingia pale kwa leadership only because coalition ni yeye alisimamishwa tu na coalition, unaona? Yes. But unakuja unapata kuna mtu ameingia pale but alikuwa na leadership qualities. Kuna mtu angekuwa pale sasa tuseme kwa sasa hizo mtu anakuambia this timetable nini, anasema unanipea pressure na ndio nimeingia. No, for me as Sifuna. Yeah. For critical issues. Yeah. We must find solutions. Yeah. But if something is not critical, it is something personal or something not to do with the students' welfare. Yeah. And not pay attention to that. But if something needs to be done in goodwill of the students, I don't take it as a pressure. Yeah. I take it as a responsibility that I'm mandated by the constitution and by the students. Should I ask you, Sifuna? Please do. Ushaikuwa leader mahali pengine because the way you are handling these things ni kama sasa ni for example ni kama mimi sasa nikiingia media nikiingia huku kwa social media nilikuwa natusiwa kidogo na give up, natusiwa kidogo na give up, but sasa wewe naona hata aushtuki tu na threats. Sasa nataka nikueleze kitu kidogo. Yeah. My main focus when you aspire for a leadership position, yeah, lazima uko na mpango. Yeah. Kwa sababu kama una mpango, mimi naweza kuambia ukweli. Watu walinichagua kwa sababu ya mpango. Yeah. Ideas ambazo niliwapelekea waliona ya kwamba hizi ndizo ideas ambazo zina resonate. Yeah. Yeah. Let me just touch on a few things that I intend to do because we are beginning serious work. Because serious work lies on events and improving the welfare. When students are generally around, and we are actively on session, that's when we can handle our welfare and every other thing that may arise. My priority goes to student security. It goes to the students' welfare. My priority lies on the well-being of the students. Number one, on the issue of security. CCTV. Hiyo CCTV ni yako. Unasema CCTV. CCTV wewe ndio unasema. I heard it, nimeiona mahali kwa comment sasa. Nikaambiwa niulize CCTV zimefika wapi? Ati tunaua mwakeni. Lakini problems are funny sometimes. But I understand. Yeah. It is no issue. Sometimes you get misquoted. Sometimes people misunderstand the information. Lakini si shida. The main thing ni mambo muhimu. Yale ambayo si propaganda wala porojo. Yale mambo yafanyike in good faith. Yes, it is in good faith that we need authentic information. We post it there. So you officially declare that channel iko. Channel ipo. Channel ipo inaitwa Pwani PUSA. Pwani University Students Association ipo. PUSA official communication channel. So comrades, tuende pale WhatsApp.
search Pwani University Musa official communication channel. Yes. To follow, because sasa utakuwa unasema au kupata information au kupata nini na iko pale. I think hakuna mtu hayuko WhatsApp. So tuende pale to follow, utakuwa tu unaingia tu pale unaangalia updates. Na mmesikia si kiongozi ana operate ile page, hata huenda ni mimi. Sasa BC nikuulize students wewe unapata updates za class wapi? WhatsApp, tuko na WhatsApp group ya darasa. Yeah. Si wewe unaingia pale lazima uone update ni gani? Hata nimeipin. Hata umeipin. Yes. Nimeipin tu. Wewe ukisema ya kwamba hauwezi kuingia WhatsApp kwa sababu ya bundles. Hautaangalia updates za darasa? Lazima utaangalia. Si utaangalia? Yeah. Yes, students are mostly online. That is a fact. That is a fact. Yeah. We cannot lie to ourselves. Mr. President, nikuulize about tukiwa tu hapo kwa communication. Do you think pia au umepanga aje sasa? Yes. Kuinteract na unajua tuko na content creators pale ndani. Yes. Tuko na public figures wako tu pale ndani. Watu wako na unajua si lazima ukuwe na numbers ndio watu wakusikize. Unaweza kuwa pia una numbers but watu wanakusikiza. Kama wewe. Hata wewe watu wanakusikiza. Kama mimi by the way, mimi kuna watu wengi wako na numbers mingi kuniliko pia. Wale wengi sana. Na wanapata wana rely on me vitu zingine mingi kwanza. Kuna watu wako tu pale wengi sana. So unasema wewe ni celeb? Mimi ni celeb, mimi nao sikatai. Kama umefinywa pale, unakuwa celeb. Ukishafinywa pale unakuwa celeb kwa. Sawa bwana, si mbaya. Ukifinywa ile page, nayo unakuwa celeb. Si mbaya. Ulifinywa? Nimefinywa mbaya sana. Mara mingi nakaanga tu nafinywa. Uliongea vibaya? Sikuongea vibaya, but walinisaidia kujulikana. Ulitrend lakini sasa hivi kuongelea story. Sasa kuhusu communication. Kuna hawa celebrities. Yeah. We are going to work together. Yeah. Wote tutafanya kazi kwa. Hata hao bloggers unasikia ati wanasikia maokoto imekwama hapa. You know, there is unaona venye wewe umekuja na plan yako. There is a plan ahead. Yes. Na last government but kama haikuwa implemented. Okay. Unajua kuna vile unaweza type, unajua there is power of keyboard. Yes. Naweza nikatype hivi nikakutusi kwa simu. Kweli kabisa. Lakini tukipatana sitaongea. Na nyamaza kabisa. Most of bloggers do that. That's why nilikuwa nauliza hivi. Pia watu kama sisi we have podcast, si ndio? Yes. Unaweza ukatype kitu pale na kuna wale watu watasema huyu hata si yeye ameandika. Unaweza amua pia wacha niongee kwa kamera. I think nimeona kitu unafanya sasa hii, you are doing the same thing. Huyu president wa Nairobi anafanya hivyo. Huyu Msomali sijui anaitwa nani. Namsahau kidogo. So kuna wale watu unapata like the previous nini ilikuwa tu ni typing. Ama okay si ati niko ubaya ama niambie kama uliona mtu kwa kamera. Anaongea anasema we are doing this. Kama unaona kama vile wewe umesema plans zako these and these and this. Yes exactly. Sasa that is something mimi nilisema we can start because mimi nimekuja nilipata Pwani yenyewe media iko chini. Iko chini. Kweli kabisa. So nikasema what if okay type ni sawa. Na ndio kwa ile clarification yao watu wasishinde wakiongea sasa wewe mwenyewe ongea sasa. Ndio wajue nilisema hivi. Na ni kitu kizuri. Yeah. Kwa sababu you can trace back your information. Yeah. Wajua typing saa zingine it can be misleading. Yeah. Kwa sababu unapata pale okay Facebook you can know. Unaweza pata you cannot identify who is typing. Wajua mtu anaweza sema somebody used my phone. Ama tu ikuwe ni pseudo account. Na akasema hata labda ni pseudo mtu amecreate na jina lako. So it is a good thing. Yeah. Na kila regime iko na vile inafanya kazi. Yeah. Ile regime nyingine ya rafiki yangu alikuja na position akasema atakuwa na interest. Ndio? Yeah. Akamwambia wewe utakuwa unapeana information. Na ilikuwa vizuri kwake ikamsaidia. Lakini akapeana information vizuri kabisa. Si mwenye alikuwa anatufinya ukikuja na opinion. Sasa hiyo unajua mimi sijui mambo sana ya yenu ile ya ndani.
Kulia ningekutetea kidogo. Sasa that was that regime. Yeah. Now we are doing a different regime. Yeah. What is our work plan? What do we intend to do? How do we intend to communicate? Yeah. The Secretary General is the spokesperson. Yeah. Yeah. You see. So if he will feel that he needs an assistant or he needs somebody to help him articulate the issues of Musa, yeah, that is well. But as long as he's okay and he's doing the work and people are getting the information from the channel. Yeah. This is how bad. People are getting information from the channel. Yeah. We don't find that necessary. Yeah. For this regime. The thing of ending communication because of some reasons. Na sisi hapo I support you pia. Kidogo before uni support. Kazi kufanya na watu wa media ni muhimu sana. Nimekwambia tutafanya kazi na kila mmoja ambaye atakuwa na nia nzuri kwa ajili ya shule yetu na kwa ajili ya wanafunzi. Yeah. Sasa wewe tutafanya kazi. Wale bloggers wengine tutafanya kazi. Kitu ambacho kinaweza tukuja tutenganishe tu na wao ni kutokuwa na nia nzuri. Yeah. Kwa maslahi muhimu ambayo yanaadhiria. The difference yenye mimi huona na wale the other medias ni kwamba ukiwa media unafaa kuwa neutral. Kweli. Nafaa ni kuwa neutral that nikikuja nikipata views kutoka kwako, nikienda kwa maybe a normal comrade, nitapata views bila kumwambia finya sifuna hii side. Unaona? Nafaa ni kuwa neutral. That is au mimi nilikuwa nafanya kazi. Hata ukiangalia last time nilikuwa sikuwa nakubalika, lakini nilikuwa hapo namamulika tu mimi. Au umechoose sides? Nilikuwa nimechoose kweli. Sikuwa nimechoose. Nilikuwa karibu ni give up, lakini nasema ni hapo nayo sawa. Sasa sasa umetuamulia aje wewe sasa? Haina shida. Hawa comrades wote ambao wanafanya kazi ya public awareness ni vijana wazuri. Yeah. Will embrace all the students who are ready to be stakeholders in making sure that our agenda thrives, because our agenda has not. Last time I was interviewing Obondo na akaniambia he wish like hizi mambo na podcast hapa Pwani ingeanza akiwa pale on his regime. Kamuuliza mbona, akaniambia sahi yeye anaingia pale kwa politics. Na zile vitu zinamsaidia, unajua inakutoa ile stage fright nini. Ukweli kabisa. Inakutoa and then uko na mali unaweza refer ukasema unaenda kwa video fulani. Yes. Unajua ni leo sijui kama umeona hiyo video. Nikiwa TikTok kuna video nimeona ya ilikuwa imeandikwa top 10 Kenya University Presidents. Uko hapo lakini najua hujui. Top 10 Kenya University Presidents wakitoa speech zao. Then uko hapo. Nimetumiwa hiyo video bro. Video watu kama 18 wamenitumia hiyo video inbox. But I appreciate sana. I don't know. It was about top what? Top 10. Top 10. Ni walikuwa 10. Top 10. Niliangalia ile video but I didn't pay a lot of attention to it. Lakini niliona it's something top 10 university leaders. Na ndio maana nasema unaona hizi vitu za media ziusaidia sana because tukiwa kule kwa PS. Yes. Uliona nini yake kanda yake ya venye alikuwa kwa gate wakati wa Raila ikitembea. Naikumbuka sana. And then I wonder why you politician mnaogopa camera? Which politician? Why do you say politicians? Some of you. How many of us? Some, sitaki kuwataja. But ni sawa tu by the way. It's good. Sisi hatunanga ubaya by the way. Mimi ukiniambia mimi niko ni yule mtu flexible kabisa. Ukiniambia I think Invano Chenga najua hii because alikuwa ananiita kule Puyola. Like ukiniambia BC uko wapi? Kuna statement nataka kutoa
na nataka nitoe through camera. Nataka tu nionekane kwa kamera. Uko wapi? Mimi nafanya mambo yangu. Okay. Nafanya mambo yangu badala ya tushinde tukisema atio mara Sifuna amesema, nimesikia. Nimesikia. Guess what? Rumors. Sasa tuliletewa camera to avoid rumors. Yes, yes. So nimefurahia sana. So tukiendelea kuna allegations zingine. Unajua watu wametaka kujua sana. Yes. Na wewe uko hapo wajibu. Kuna topic ina trend sana. Moja acha nimjibu. Malizia one of our stakeholders So I need to respond to that. So tuko nini, watu wamekuwa wakiulizia sana. Sana. Yes. Kuna topic ina trend. Sijui kama umeiona. Topic ina trend wapi? Kwa nini zangu. Kwa platform zangu. Za page. Inaitwa 2M. 2M. Inaitwa 2M. What about that? Nimeambiwa niulize. What about it? Tell me. Nimeambiwa kuna 2M ya rais. Yes. Na students wanasema hawakupata. Which student? Kwani university? No. You know. You see, ziko kwa comment. Ndio kwa comment section uone. Wacha ni yeah. Kwa sababu labda singekujibu lakini wacha nikujibu. Yeah. One thing I want to tell you is that students do not come up to support their own activities. Yeah. Students they have that reluctance to support student-based activities. Yeah. Tumeiona hapa nyuma. All the other regimes. Yeah. Hata ile katiba. Ilikuwa na kura ngapi? 95. Unanielewa? So it means our participation 95 surely out of 10,000. Participation huwa chini kabisa. Lakini zile lalama ambazo zinafuata ndio huwa nyingi. Yeah. Na zile kelele na kupiga nduru. Sasa wakati wajua mimi niliandika memo. Nakumbuka. Yeah. I told the students ya kwamba the president is going to be around. Nikaweka tarehe, saa, nikaweka muhuri. Wewe uliona zile response ambazo zilirudi? Ulizisoma vizuri? Nilisoma. One time tumeenda nyumbani, tumefanya hivi. Because mimi I believe with the support ya hao wanafunzi we could be able even to give a very good safeguard to that man of which mimi sijui kama ilikuwa 2 million. Wewe ndio umesema ilikuwa 2 million. Kwa nini alisema hivyo? Kwa video yake alisema sio, lakini huko hesabu. So nakwambia it was the amount was given in a heated political environment. Yeah. So in this environment with the presence of students and their support it could be easy. Because kitu kama imefika mahali it is between choosing you your life and that money, you will have to make a decision. Yeah. And it was within my capacity to make sure that I try as much as possible to follow my word. Yeah. What was my word? My word was immediately the president greets me in our favor. We are going straight away to the LTN hall. Of which we did. Yeah. Go to the LTN, and that supper or lunch was to be served once. It was not meant to serve people. So I can say that money was used for the intended purpose, that it was to be given for lunch. It was a lunch token to students who were there. Yeah. And who are there, they received the token. Kwa hivyo ni wito wangu ya kwamba jamii tujitokeze to support student based activities. Wakati tunasema ya kwamba there is some, wacha tuje pamoja. Tusiwe tunagawanyika halafu baadaye ndio tunaanza kurushiana cheche za maneno. Ikiwa sasa mambo ndio tayari imeshakwenda. Imeshakuwa. Yes. So tukiwa na ile unity na tunashikamana
mambo inasonga na tuna avoid all the other forms of problem. So the funds were utilized for the purpose that it was intended at that time, that was intended, and for the specific person that were intended. Yes. So the people who are misunderstanding you about the funds wamesikia sasa. Yes. Ulikuwa umeamua kuniuliza hiyo swali. Hiyo nayo nilikuwa nimeamua nikuulize because nayo ukiangalia kwa comment section kila mtu ana type 2M. Paka anashindwa 2M. Sasa nikaambiwa usikose kuuliza 2M. So unajua ile pesa haikuwa ni pesa ambayo sasa ni it's a lasting conversation. Politically these things have been witnessed. And thriving in that heated political environment, as I told you, it is always a choice. Because you are carrying man, everybody around you is looking at that man. Na hiyo environment uko pale, umeshika hiyo pesa, watu wote hawa wanataka hiyo pesa. Hata you know, I look at this thing and sometimes I lack answers. Kwa sababu do you know, hata ni even the same students ndio sasa hata karibu wanyang'anya hiyo pesa. Na wale ambao walikuwa karibu ndio wangepata. Kwa sababu kila mtu anakuvuta leta. Sasa in that environment I was there kama labda hujaweza ya kitu bado hivi. Yes, over 1 million. Sasa unajua nini bwana? So tulie nikwambie like I'm just like unaona ilikuwa concern watu wameuliza sana. So wamesema nini pesa ya welfare kit sijui ilienda wapi. So watu walikuwa wanauliza if Pusa mmeambiwa mpeane nini the account. Unajua nini government kitu tu ya muhimu ni transparency and accountability. Of course. So mmeambiwa mpeane account ya vile pesa iko mnaweza. Ni swali tu waliuliza lakini account ya pesa ambayo iko kwa welfare kit. Pesa ipo, balance ipo. Pesa zipo zaidi ya milioni, si nimekwambia. Sasa I think hapo mmejibiwa vizuri sana. The point iko hivi. The welfare kit tunataka ijisustain. Nina mipango mitatu. Number 1, we have taken part of our budget as Pusa. We have put it directly to the welfare kit. Unanielewa? Number 2, we are going to come up with monthly comrade for comrade. Unaelewa hiyo? Hiyo bado nimefloat. Monthly comrade for comrade. A platform where each student is able to contribute even 50 shillings a month. That money goes directly into that payment. Welfare kit. To the welfare kit. It goes directly there. 50 shillings a month. Do some simple mathematics. If we collected 50 shillings and we are about 10,000. If each student will give 50 shillings in a month, how much money will you have? 500,000. In 1 month. In 1 month. In 2 months? That's a meter. Yes. So when we take 3 months or 4, you see, and then we are going to take some money from the welfare to put up an investment. You see, for us to prosper, we must make deliberate decisions. As long as we know it is in the best interest of students and it's in the best interest of those people who are living a life that needs our support. We are going to invest money that from the welfare kit, and that money will be plowed back to the welfare kit for students. So we will identify a product that will be consumed by students, and that money will be going directly to the welfare kit. So it will be a giving back and support. Then when to the welfare kit, it pays for students, the bursaries. And then we put an electronic system where you feed in your details and the machine allocates you money. Then it goes directly to your school fees. Yes. So that is the intention on the welfare kit. That is a deliberate intention. Najua kuna watu watapiga kelele hapa, lazima.
But we must make that decision if we want this kid to last longer. My decision, it is not about Sifuna. It is about the welfare of the rest of the comrades and those who will come even after my regime. They will have somewhere that they will begin from, and they will also cultivate that. So that this welfare kit can sustain itself. Number 3 thing is partnerships. For example, there are people who give bursaries. And now that we have leaders, we can access the county government leaders, we can access the world leaders, even the national leaders. Instead of them giving bursaries locally, they can say, take this 5 million that I was to give bursaries, give to students there. That money goes directly to the welfare. And the system is electronic. You cannot tamper with the system. So it awards you directly. So that is that is the plan around a sustainable welfare kit for the students. So that we cater for those needs. Something else is a peaceful interaction between the society and the university. Because Nakumbuka, we've had a challenge. There is a way our society views the comrades. There is a way comrades view the society. There's been a gap. There is a gap even between lecturers and students. Lecturer comes, teaches, and then they leave. So we want to create a platform where there is an interaction. There is a harmonious relationship. For example, how can a lecturer interact with a comrade? Yes, a very nice question. How? They cannot interact unless there is something bringing them together. How is this 60-year-old? I'm just imagining myself with maybe like a person like Ruben Musasia. Yes. Mtu tu niko na lecturer tu hivi. Tunasema aje? Sasa lazima kuwe na mpango mzuri. So we intend to do a community impact week. Understand? Na iko itafanyika. Yes. So in this community impact week, we will involve even the national government, because we are able to lobby resources from the county government, from the national government, and from all the parties that we can, all the stakeholders that we can partner with, so that we all, because community impact is something that has a very high tendency of being embraced by anybody else. You would embrace community impact, right? Don't you? I do. Sasa, the plan is on this week, we want to bring the society and the institution together, the university. We want to identify games. We want to have football teams. We want to have athletic teams. We want to have cleanups as students, clean outside here, and we also want to have just a forum where the outside community is interacting with the university. So within the whole week, and then we can enrich them. If we have lobbied enough resources, why shouldn't we identify mama mbogas who are around and even give them some umbrellas? Isn't that possible? When it is branded PUSA 2026, or whichever thing it will be branded, when it is given to a mama mboga there, when a student goes and a student has gone to buy something from that shop, si hata mama mboga anaweza kumpatia hata bure. So we want to create a harmonious relationship between the university and the outside community. We want to bring them together. They play together, they eat together, they trade together in that time. Like we break that barrier and that mentality that there is watoto wa pwani wako hivi na hawa wenyeji wako hivi, sisi tuko ugenini. Yes, we want to embrace the haha ni hehu slogan, so that we are all at peace. Hiyo ni kuleta pamoja hawa watu. We also include the lecturer, university staff of course, in the program. Na watai support pia. Wanielewa lakini? Nakuelewa kabisa. Nakuelewa kabisa. Yes. So that is around the peaceful existence that I intend to bring up. Kitu kingine ya kuchosha na maneno haya.
Wewe ongea tu kabisa. Exhaust. Kitu kingine, those are two things. Yeah. The third thing, we have the constitution. Yeah. Our constitution has a lot of gaps. You know, I remember I went through my channel. Yes. And then nikapata video yako fulani. You were talking about the almanac ile time. Yes. Nikaisikiza. Nikasema wewe ni kama ulikuwa tu unaona, ni kama ulikuwa unaona tu you had a clue that you will be born president. Hiyo time almanac ilikuwa imeleta shida. Wajua tulikuwa na mgomo. And then you had to go attach yes. Na sasa they were bringing us a very complicated thing. Wanasema sijui tutaenda kidogo nyumbani, turudi, alafu sijui 4 years wafanye vipi. It was a kind of complicated thing. Yeah. Na mimi nikaipinga kabisa. I saw it. Registrar knew me kabla hata niliona because hiyo time nakumbuka I was held up mahali then nikatuma wale majamaa wangu. Yes. Nikamwambia go and record, kuna kitu inafaa rekodiwe shule, wakaenda. Tulikaa pale nikasanya vijana, nikamwambia bana hiki kitu sio mzuri. Yeah. Inafaa tusimame kwa sababu it's going to create a lot of confusion. Yeah. Na it was all in the interest of students. Sasa nilikuwa nakwambia mambo ya katiba. Katiba, it is the mother, it's the fundamental basis of our guidance. Yeah. Of our government, and all the decisions we draw them directly from there. Yeah. Except it's an executive decision. So the constitution, wakati ambapo ina mapungufu, trust me, kutakuwa na mapungufu in that governance. Yeah. Even the way we conduct our events, even the way the events that we include in the budget, they all revolve around the constitution. Yeah. So we must be at a point where our constitution is leveled, because we are looking up to becoming a world-class university. Yeah. So when we look at the world-class, but then even the kind of events that we do, they don't resemble. Why? The budget is there, it is fixed, it is the constitution. You cannot change it. You cannot change anything unless we amend the constitution. So I intend to leave a document that will have inclusivity. Number one, I have received concerns from clubs and societies. Yeah. Kwa hivyo, these clubs are a fundamental, are very fundamental stakeholders in the university, because many students are in clubs and societies. Yeah. The clubs nurture their talent. The clubs nurture these students in terms of virtues, the morals. You see. They play a very critical role. So when we empower these clubs, we are directly empowering an incubator. We are empowering a point where the dreams that they are being nurtured very well. Unaona kuku ikilalia mayai. Naipatia ile joto vizuri. Umefanya vizuri kusema mambo na clubs na nini. So there is this concern of the content creators. Yes. Now mnawapangiaje because content creators I think there was a group nilikuwa nimeadiwa by the way ya One University content creators. Yes. And then walikuwa wana suggest hapo pia wao if it is possible pia wao wakuwe na club. Najua hakuna club ya. Sasa if it's a registered club hapo ni sawa. Maybe you can give them direction ndio ikuwe registered club. Sasa you follow the correct channels, go and register your club. Sasa hizo clubs tunataka tuziweke ndani ya katiba ambayo tutaitengeneza. Zikiwa ndani they will get allocation, they will get facilitation. Kwa sababu itakuwa imeandikwa chini. Kitu cha pili, tulete hawa watu wa TVETs. Kwa sababu TVETs wakati mwingi wanaachwa nyuma. Of course. Matatizo ambayo wanapitia wakati mwingine ni vigumu kufika huku kwa meza ya pursa. Because of there is no that belonging factor ambayo wanahisi pale wakiwa hawana mmoja wao. So kwa hii katiba tunaweza tulete mmoja wa timu akuje hapa akuwe representative wao ya meza, so that we are making inclusive decisions, so that we are hearing their voices, we are feeling them, we are
with them, you understand? Yeah. So this when we bring the TVETs, when we bring the clubs, and any other thing that maybe the committee or the people will look at, or whatever things the PUSA is going to decide, or whatever things that will be agreed upon by the students. Yeah. Hizi vitu vyote tunataka tuzilete, tuziweke kwa katiba. We have a new document that will be much better, of course, than the document that we have right now. Yeah. Yes. That's good. Uko na plans mingi. Wewe unaona kazi hiyo? Unaona kazi ile imepangwa hiyo? Kazi imepangwa. Na muda upo wa kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo kama unaona kazi haijafanyika, wewe niite uniulize swali. Bwana Sifuna, umepanga hivi na hivi. Kuna swali ambayo imetrend sana, watu wamekuwa wakiuliza ni mbona mnatumia WhatsApp kama communication nini? So the allegation that Sifuna is growing his channel, you know. Allegations ziko hivyo. So kwa is that personal or that is a student affair thing? It is student affairs thing, but yes. Sijui mbona wanasema you are not the one supposed to be posting. Where? Kwa channel, I think kwa channel. Who posts on the channel? I don't know. Why are you saying I'm not supposed? Wamesema hivyo, it is their concern. Wanasema it is Sifuna growing his channel. Growing his channel. Yeah. So I understand that good leadership is built through communication. Yeah. And good communication is directly proportional to quality service. Yeah. I looked at the communication channels that are existing. We have the One Students Media, we have the Facebook page. Yeah. Lakini mimi nikaangalia hii page ya Facebook. Yeah. That your limitations. Sasa hii page bwana. Yeah? You see people post anything. Yeah. And that page wanapost mpaka memes. Wacha nikwambie. There is a low level of ethics in that one group. Yeah. There are a lot of insults. Wewe umetukana wewe. Mara mingi sana. Yes. See, wewe trend. So I have analyzed and seen that this group, you see, giving an opinion doesn't mean you have to insult somebody. It doesn't mean you have to talk all shit you want. So I looked at all the information that was being posted. Yeah. And I asked myself, who is the president of One University? I'm the president. Yeah. If someone wants to know something about the institution concerning the student board, who will be answerable to that? The president. It is me. Yeah. They'll call me. They want clarification on that information that is being posted. Na ni mtu mwingine amepost hiyo information, but I have to give clarification. And I said I will not do that. I need to have a way in which I will be communicating. Yeah. Of course through the Secretary General. Yeah. Hii maneno ya channel, it is to bring authentic information. Yeah. An information that is credible directly from PUSA. It is not an opinion. Yeah. It is not a question. It is information that is necessary to students. Yeah. You understand? So you get their first-hand information, and then it can now be posted to other platforms. It was where we get the first-hand information. Lakini it was not to scrap off the other platforms where we used to communicate. Yeah. Because we still have events, we will use the same platforms. Yeah. They are still usable. But the act of the thing that is portrayed by our bloggers and those people, they are very good people. Yeah. But some of them, they are short of manners. Yeah. You understand? So mimi nikasema ya kwamba hii channel hii itakuwa inapata first hand information kabla iende kule. Yes. And that kama ni any nini in statement imekuwa misquoted, kama ni iko kwa channel wakuulize. But kama iko kwa page, kama iko kwa channel you're not answerable. Kama iko kule kwa page sio wewe. Sasa inakuwa sio mimi. Kwa sababu hata nikwambia kitu kingine na ile page. Unajua sasa unaweza ukasifiwa. Yeah. Hata kama hujafanya kazi. Unajua kivipi? Wewe ita hao watu wapange tu. Wewe uishi milele kabisa.
Sitaki kupakwa mafuta ambayo sijastahili. Kweli. Mimi nataka nifate ile kazi ambayo nimekwambia. Nimekwambia maneno ya katiba, maneno ya welfare kit, nimekwambia maneno ya harmonizing the community. Na kuna maneno pia ya security. Ile we are going to sensitize is also a part of our plan. Security. Also partnering with stakeholders, tufanye events ambazo ni za nguvu hapa na tupate hata new facilities pale ndani ya shule. Nimekwambia maneno pia ya comrade for comrade, ndio? Pia tutakuwa na monthly consultative forums. Unaona? Hapa tunakuja we brief the students, they give their opinions. We tell them the progress, shule issue ambazo walikuwa wameraise. Mtu alisema kuna hii issue. Namwambia hii issue imefikia hapa. This is the progress. Na they also hold us accountable in those forums. Wanauliza kivipi? Hapa tunafanyaje? Hapa mbona iko hivi? Then we raise those things to the administration, then we bring the feedback in the very meetings. So there is going to be a very stable communication when we are here. But tukichagua kutupia na cheche za maneno kwa mtandao haitatusaidia. Kile kitatusaidia ni tukiwa kwa mkutano hapa, you raise your issue respectively, unasema this and this and this. Na then you get the rest. Date 24th. How have you planned? Mmejipanga aje ku welcome fresher? Mipango iko muru, mipango iko sambamba. Mipango iko dhabiti. Ni kwamba tukaweze kuwapokea hawa wanafunzi ambao wanakuja kwa ajili ya kujiandikisha katika mitandao ya shule na kuingia katika our systems. Mipango ambayo tumeweka ni ya kwamba we want to minimize on the, wajua ukitoka kwa mfano umetoka Oloitoktok, umetoka huko Maasai, kuja hapa, you are not familiar with the land. Of course. Unaweza kuja hapa ukapata hata umeuliziwa photo shilingi 5,000. Mimi nilitumia 1200 kufanya nini? Photo. Na ni dema alinifanyia hivi na huwa ana like video zangu. Sasa ako kwa ile class na graduate. I wish ungeheal tu mapema. Aliniuzia 1200 lakini saa. So PUSA has strategically organized itself to receive the freshmen who are going to join Pwani University 2026-2027. So we are very much prepared. We have our reflectors, of course we have our branded t-shirts. So any moment that you see a clothing written PUSA, it's a trusted person. They will show you direction without too much demands or doing the sharp boy things, sharp girl things. So tutakuwa all over, tutakuwa hapo nje, wale watakuwa wanashuka kwa basi, tutakuwa hapo nje tu kibaoni hapo. Ukishushwa kibaoni hapo unaangalia nini imeandikwa PUSA, unamfuata mpaka ndani. Unaingizwa, unafanyiwa admission yako, unaelekezwa any office that you want to know, any inquiry that you want. We'll have a full team pale ambayo itakuwa inaelekeza hawa first years. Na tutawakaribisha vizuri. So wale wana join Pwani wakuwe assured. Very much assured. You will come to get a credible service. Utakuja kupata haki. Kwa sababu hata mimi nikiingia niliuziwa. Sasa nilisema kitu ya hiyo. Mimi unajua ile kitu inaniumanga ni ati ningeuziwa na jamani sawa, but alikuwa dem. Ulioshwa na dem bro. Nilioshwa na dem na alikuwa anajaza mpaka na laptop yangu. Lakini unakaa tu kuosha. Lakini sasa nilichanuka at least nilichanuka, but sitaosha mtu mimi. Sasa we are very much prepared. Tunawapangia vizuri. Tutawapokea vizuri, tunawakaribisha sana. About the events maybe unajua kuna venye mjafanyia wale wa last year vizuri. Mimi nikiwa first year zile events nilienda ni mingi. Sijui reggae night, sijui nini, zilikuwa event mingi. Okay. So
wale wa last year sijui wamepelekwa hivi. We had only one reggae night. Sasa na iliisha saa 6. Sasa si first years. Sasa inaisha wakati wengine tunaingia sherehe. Wewe ulikuwa first year. Hata kama naingia shule saa 6 ati wamemaliza. Sawa. Sasa haina shida. Tumewapangia vizuri. Yeah. Reggae night zitakuwepo. Reggae night zitakuwepo, tutakuwa na session of course. Sisi tutawaguide from Monday to that Thursday. Then on Friday tutakuwa tunafanya wapusa orientation. Yeah. We will have our session now with them. Yeah. The first years. Pale tutazungumza sisi na wao. Mambo yetu tutawakaribisha, tutawapea yale ambayo tuko nayo. Yeah. Na mambo itakuwa sawa. Mambo iko sawa. There is a lot for you in basket. So if you are planning to join later, jipange tu mapema. Jipange tu mapema. So after si mambo hata na orientation na nini. So atukue assured, kuna wale wameulizia, wameniambia niguzie sana mambo na events. What about events? Events mtatuangusha ama bwana events? Sasa ngoja first years bash. Wewe subiri first years bash. The other time I was told that. Hapana. Wewe mimi nakwambia, nikikwambia sio umeona mpango vile niko nayo. Sasa hiyo first years bash nimeshaipangia. Yeah. Niongoje sasa. Na kuna waziri wa sherehe. Baadaye nimeona uko na connection sana. Unazitoa wapi? Unazipata aje? Ni serious. Uko na connection. Sasa mtatuambia hizo connection. Kila mtu anasema ni God. Na first years bash. It is a full package. Yeah. Events ambazo zitafanywa hapa. I told you something about mapping stakeholders. Yeah. We are doing mapping of our stakeholders very critically. And that's a thing that we are doing so that we ensure we are having quality events. Because the kind of budget that we have, if we do not engage fully the stakeholders, we do not have a quality service. Yeah. So we are going to map and exhaust all the possible stakeholders, starting from the be it orientation, be it the first year's bash, every other event that we will be doing. Yeah. We want to make sure, as I told you, inclusivity. If we get the society with the institution, we are going to get that route. Yeah. As long as we are doing a quality thing and it's for the interest. Kwa hivyo events pale bana usiwazi. Niko sawa. Usiwazi. Niko sawa. So Sifuna tukimalizia maybe nimekuambia media na politics ni to the same. Maybe a piece of advice that you can give me or another media personnel ama politician. Be yourself. Okay, me. Okay, me. Okay. Because kuna challenges mingi sana. Yes. Yeah. Anyway, one thing that I can say, be it a media person, be it a politician, those who are going to buy, be it every other student, one thing that I say is that the best time to plant a tree is 20 years ago. But the second best time to plant a tree is now. Wow. Remember, tomorrow is never promised. That thing you're planning to procrastinate, please, there is no tomorrow. There is no tomorrow is just one less day. Tomorrow is just as good as nothing. If you're not doing it today, man, just forget about it. So if it is not 20 years ago, it is now. If it's not 20 years ago, that's the second best. The only two. Well, thank you. Hapo nimelani kitu sasa. If it is not 20 years ago, it is now. Congratulations. Now, Sifuna, now that assume now you are an ordinary
comrade. Yes. Umekaa pale. Yes. Wewe ndio una watch. Yes. There is a leader here. Yes. Maybe what is that one thing you could like to hear from him? Ama maybe ni kitu gani hiyo ungetaka aseme? Mostly when we are seated somewhere watching, yeah, we love to hear someone's story. Yeah. Yes. Because nimeuliza hivi kwa sababu yes, kuna mtu mwenye ana watch. Yes. Atasema sasa huyu yes, si mbona hajasema hii kitu, mbona hajasema hivi. Maybe kuna hiyo kitu, maybe ingekuwa sasa ni leader mwingine ako hapo. Yes. Unge expect aseme. Yes. As a leader. Yes. Of course, as a leader, it's all about plan. Yeah. As a leader, man, without a plan, then you are as good as someone who is just guessing. Yeah. Whatever you're doing. Yeah. So the expectations in the leadership capacity is always about delivery of results. Yeah. I know that people do not care how many words you say. Yeah. People do not care how you put them. The only interest that people have is results. Yeah. So the result part of all the things that we say is the one that matters the most. And that is my key area of interest. Thank you kwa kuwa nasi katika hii session. Maybe kuna swali maybe unataka kuniuliza ama something you want to hear from me. Uliachwa juzi. Hata kuna mtu ameniambia baadaye anataka kuwa first lady. Umefanya vizuri ukaleta hiyo. Kuna mtu ameniambia anataka kuwa first lady, umwambie kama uko nani huyo. Ukienda kwa comments utaona. Amesema useme kama uko na first lady. Mimi niliachwa by the way. Mimi niliachwa kienyeji alipata mtu. David. Lakini Dava ni juu. Uzuri ndio hiyo. Hapana, wewe ulikuwa una take snap na ulikuwa take naps na bana, ni ngori sana ni ngori. So first lady aseme afanye ni? First lady. Amesema kuna mtu anataka kuvolunteer kuwa first lady. Kama hakuna first lady. Wangapi wamekwambia hivyo? Moja tu. Okay. Sawa. Sasa hiyo mambo ya first lady. Mimi kwanza nielewe kama hii maono. Unajua sasa hii we are on the implementation part. Hii maono kama anaweza kuibeba. Hii maono ambayo mimi nimekuelezea. Ukiona akiulizia najua anaweza. Ni mtu najua anaweza. Mbona umtaji basi? Hata atajitaje tu utamuona kwa comment section. Kama ni unajua ni wewe, tag Sifuna hapo kwa comment section. Okay. Sawa, haina shida. I appreciate kwa kuvolunteer ku hiyo first lady. Mimi by the way niliachwa venye umesema, niliachwa sasa hivi sina mtu na mimi nataka mtu akaona pesa atanisupport. Unataka big god. Like boy, you want a big god. Wow. So nimefurahia sana by the way venye umekuja. Sasa kidogo, what are you doing? You want a big god. What are you doing? What's the action part? Mimi najua sasa sijahili. So uliachwa mbona? I can help you mediate. By the way, I didn't tell you I'm a certified professional mediator. So I can mediate through your... Unajua sasa hatuwezi mediate juu ya share move on. Bro. Huyu alikuwa amejipanga. Sini jana ama juzi tu. Alikuwa share move on. Sasa after jana ndo napigiwa simu alafu tukiongea kwa simu nasikia akiuliza babe kitunguu iko wapi? Mimi nashindwa. Lakini labda huwezi jua, labda anakukosa.
Wewe jaribu tu mahei ya mwisho alafu ukiona bado ni ile mambo tuliona Homa Bay. Mambo ni ile Homa Bay. Mimi kitu sahihi inaweza niokoa ni maybe wale wanaingia freshers, kama utakuwa unataka tu mtu wa kanisa kama mimi, mtu spendi mambo mimi. Hapo niko sawa. Okay. Nimefurahia sana by the way kwa kukuja. Pleasure. I think hii now government mkifanya kazi hivyo mtakuwa fit. By the way unaona venye umekuja hapa, umenipromote. Wallahi. Juu watu watanifollow, wanataka kujua Sifuna alisema nini. Watanifollow. The same thing. Wataenda watajua kuna video ulipiga na lazima utaupload kwako. Wataenda kukufollow pia. So umenibenefit, umejibenefit. Haina shida. Lazima na umetoa zile rumors zilikuwa. Mambo ni mengi. Rumors but I'll always be there to clarify. I'll always be there to answer any question that I'm added. Because leadership is about responsibility. Accountability. Kwa hivyo mimi sita just call me or ni kama Sifuna. But they karibu ni sawa. Uko 2 term mama 1 term. Wewe 2 term 1 term, terms and conditions must apply. They must apply. Hii mambo ya 1 term and 2 term huwa sijapenda sana. Sababu it doesn't carry meaning to me. I'll tell you that frankly, that me saying 2 term 1 term, any of them is okay, but why? You see, we reach a point as young people of this country, we must scrutinize, we must analyze the available evidence. If it is MCBC against Sifuna, I must be able to put you here and put myself here. It is upon the citizen to analyze what falls behind it. Who is MCBC? What is his track? What is he doing? What is his vision? You see? So people must move away from the slogan things to tackling real issues. Otherwise, we might be 1 term and end up worse. We might be 2 term and end up worse or better. You understand? So we must be factual. We must analyze all the leaders that are available that need these positions. Once we highlight them, whatever their manifesto, whatever the plan they have, if we analyze it very well, then we can come and say, okay, I'm saying this person is why? His ideas have compelled me without any force. So I'm buying his idea because it is somewhere that resonates with me. Not a slogan. Unajua hapo umejibu ni kama vile unaambiwa if kama wewe ni wa single mother unaambiwa na mamako mwenye nimeleta huyo ndio dad. Kesho nikibadilisha huyo ndio dad. So mwenye ako present No, because hiyo ni mambo yako najua. Ruto akikuja Sifuna Ruto akienda mnajua vizuri. Sasa hiyo ni mambo yako. Sasa hiyo unajua hiyo ni mambo yako. Kwa sababu mimi sijakwambia hivyo. Lakini mimi najua hivyo. Unajua kutoka wapi? Sasa wewe sikiza ile kitu nimekwambia. Ya kwamba 2 term or 1 term cannot put us at a better point than we are. But a true plan, a good leader, an accountable one, a vicious one, an ambitious leader, who is committed to performing these functions. Hiyo ndio itatuokoa. Otherwise hiyo ya 2 term mimi you see. Tukimaliza maybe you can tell people followers wako wanifollow. Unajua uko na followers. Kuna watu wengi sasa watu wanakusikiza. Sasa I want to say thank you so much. For this session that we've been here, and I believe we are continuously going to work hand in hand, collaboratively, so that we make sure that we are going to meet the interest of students in terms of this communication. MCBC ni mtu ambaye sijaona shida ama sijaona ukiwa very partisan. Ama uko na shida na mimi? Sinanga shida na wewe. Sina shida kabisa na price. Yes. So MCBC is a credible house media
that is very it's very neutral, articulating issues as they are. So I believe there are platforms, Facebook, TikTok, platforms. You have Instagram. Yeah, kila mahali. Everywhere. MCBC TV. So search MCBC TV, follow, and let's promote. He's one of us, one of our own comrades. Of course, when we say comrades for comrades, this is what we mean. Yeah. Come here. We support each other, of course. Yes, we support each other. And those who want to find me, by the way, I'll just give my contact. For any inquiry or anything that you want to know, or you be it a business partner, be it a student, be it anybody who need access, my contact is 0731 355039. Yeah. You can WhatsApp. You can tutaiweka hapo kwa screen mtaiona. Yes. Or you can also call 0758 902501. I'm available on those contacts. You just reach me.